Some of us, we have no story to tell unless God is there. Bwana asifiwe. Kuna wetu hatuwezi sema chochote. Hatuwezi. Bwana asifiwe. On Sunday, I was talking about this young man from Turkana to Nairobi. This young man that had never come to Nairobi, but God. This man that used to hear stories about this big city, but he is God. Today we have something to say kwa sababu ya yale Mungu ametutendea. Tunaweza imba wimbo kwa sababu ya kile Mungu ametutendea. Bwana asifiwe sana. Mambo mengi yamesemwa mahali hapa, lakini nilikuwa nawaza hayo mambo yakisemwa, na ninasema ya kwamba kama sio Mungu hakuna historia ya kusemwa. Bwana asifiwe. Because I remember, and my sister has this story, kati ya watoto 13, na hii familia vile sister amesema tulikuwa na changamoto nyingi sana. Kwa hivyo hata masomo haikuwa mambo ya jambo la kwanza. Kulikuwa na mambo mengi, mahitaji mengi. Pesa ikipatikana, kwanza mkule. Kwanza mtafutiwe vazi, hata kama ni ile t-shirt moja inafanya double. At least upate kitu. Kwa hivyo masomo haikuwa rahisi. Na kati ya watoto 13, kwa sababu ya changamoto nyingi ambazo tulikuwa nazo, kuna wale walifika class 8, kuna wale walifika class 6, kuna wale mnafika class 5 mnaambiwa sasa wacha wengine wasonge. There were a lot of challenges. Na nakumbuka wakati tulienda Eldoret, nilikuwa class 3. Na tulikaa miaka miwili familia ikijaribu kutafutia shule. Wakienda kwa hii shule, school fees inakuwa iko juu. Tunaambiwa hii hamwezi enda. Wakienda kwa nyingine, tunaambiwa school fees iko juu. Na tulingoja miaka miwili ndiposa school fees ipatikane. Lakini school fees haikupatikana. Ndugu yetu ambaye alikuwa kule Lodwar akasema hao watoto masomo yao, wacha tujaribu tu vile tutaweza wasonge mbele kidogo. Na hapo ndipo mimi na ndugu yangu mdogo tuliweza kwenda kule Turkana. Na maisha haikuwa rahisi. Maisha yalikuwa magumu sana pale Turkana. Nakumbuka siku ya kwanza umeingia boarding school, unakaribishwa na kukosa chakula. Na tukaambiwa hapa menu ya breakfast hakuna, mtoe hiyo hakuna. Lunch ama supper haikuwa guarantee.